Wakati nipo darasa la 4 miaka kadhaa iliyopita, hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia katika uhusiano wa kimapenzi. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kujua mapenzi ni nini, na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupendana. Darasani kwetu kulikuwa na msichana mmoja alikuwa mzuri sana. Alikuwa mweupe, na msichana ambaye watu wote darasani walikuwa wanamhitaji. Alikuwa anaitwa Sharifa. Sharifa alikuwa mrembo sana. Alikuwa anavutia. Alikuwa anaongea vizuri. Japokuwa alikuwa sio mzuri sana kichwani, yaani darasani alikuwa sio sana. Basi bwana, yule msichana ikaja ikatokea nikaingia naye katika uhusiano wa kimapenzi. Tukakaa kwenye uhusiano kwa muda mfupi sana, mpaka ilipotokea safari ya kuhamishwa kishule kutoka kijiji nilichokuwa nasoma kuhamia kijiji kingine au kuhamia mji mwingine. Nilihuzunika sana kwa sababu alikuwa ni msichana ambaye nilimpenda sana na sikuhitaji nimpoteze, kwa sababu ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupenda. Kwa nilihitaji nikae naye muda mrefu, lakini ndio hivyo, sikuwa na jinsi. Kweli bwana, nikaenda huko karibuni nikasoma mpaka nilipomaliza darasa la 7, ila kwa bahati mbaya zaidi mzazi wangu akawa hana fedha ya kuendelea kunisomesha na sekondari. Kwa hiyo nikawa tu napiga mitikasi yangu mingine nini. Kweli bwana, ikaja ikatokea miaka kadhaa nikarudi Bushi. Kurudi Bushi nikakutana na Sharifa. Alinichangamkia vizuri. Na akaniambia kwamba bado yupo anasoma, lakini anategemea kwamba siku moja mimi nitakuja kumuoa. Kweli bwana, nikakaa kama siku 2 hivi kule Bushi. Baada hapo nikarudi tena mjini nilipokuwa nakaa. Nikakaa tena kama miaka 4 hivi. Niliporudi Bushi nikamkuta Sharifa ameolewa. Tena mtu ambaye aliyemuoa alikuwa ni rafiki yangu kipenzi wakati tunasoma shule ya msingi. Jamaa amemuoa shemeji yake. Kitu kilinihuzunisha sana, kwa sababu kweli nilikuwa nipo mjini, lakini nilikuwa nipo natafuta ili kesho na kesho kutwa nitakapopata nifike Bushi nimuoe mpenzi wangu, lakini nikamkuta ameshaolewa tayari na rafiki yangu. Ilinihuzunisha sana. Nikashukuru Mwenyezi Mungu, nikaacha kila kitu kipite, kwa sababu yeye pekee ndio anayeamua kipi kizuri na kipi kibaya. Na yeye pekee ndio, hata katika maandiko yake matakatifu anatuambiaga kabisa kwamba ukiona kitu fulani umekikosa, basi kilikuwa sio fungu lako. Kwa hiyo nikaacha kila kitu kipite,